Dodoma, niambieni kitu kimoja. Kuna dada mmoja mwigizaji nilimpendaga sana, na yeye akasema ananipenda, kumbe alikuwa ananidanganya. Hivi mnajua kisa tufanya mpaka tukaachana, mnakijua? Sijawahi kusema popote kwa sababu mimi sipendi kusema wanawake. Nimenyamaza, nimekufa nayo moyoni mimi mwenyewe. Na nimesamehe kila siku, na nimesamehe, sitaki kuzungumzia. Lakini mwenzangu kila siku anafanya interview, anasema mimi nilipata mchati mzungu sana nikamwacha. Kiukweli naniuma sana. Wangapi wanatamani kujua kisa ni nini? Wangapi wanataka kujua kisa ni nini? Weka mkono vidole. Kwani wa Tanzania mnapenda sana umbea? Hivi kwani mnapenda sana umbea? Anyway, niliandika hii nyimbo nikiwa na uchungu mkubwa sana, kwa sababu mimi na mapenzi ya kweli, nikipenda napenda kweli. Na sijazoea kusema wanawake, kwa sababu naamini wanawake ndo mama zangu, wanawake ndo bibi zangu, wanawake ndo shangazi zangu, na hamna dunia bila wanawake. Mamangu miaonizani mwanamke ndo nampenda sana. Lakini leo maji yamenifika hapa, nitasema. Nimeamua bora niseme, kila mtu awe anajua. Unajua kisa ni nini? Ilikuwa ni tarehe 13 wa mwezi wa 12. Kijana yenu katika so zangu nikaenda Marekani. Kwa bahati nzuri yeye alienda Burundi kwenye mihangaiko yake ya kutafuta riziki. Wakati yuko Burundi kule, kuna mwana mmoja alikuwa ana kama range hivi, akawa na drive around. Nilipoziona zile picha zimekuwa nyingi, nikashindwa kuvumilia, nikamuuliza au jamani nani? Akaniambia huyu ni kakaangu tu, ndo ametupokea huku Burundi, ndo anitembeza around. Nikamwambia poa, ina naona. Lakini before that, mwezi mmoja alienda China. Aliniambia mume wangu mimi sina hela, nataka nijihangaishe. Nikajipiga nikapata milioni 30 nikampa, akaenda China kuchukua nguo za dukani kwake. Nisikize kwa makini, kipindi hicho sina kiwanja wala sijajenga, lakini kwa mapenzi nikajikunja nikatoa milioni 30 nikampa. Akaenda China kuchukua biashara zake. Alipoenda China, kuna bisho mmoja hivi, ana sura nzuri hivi, anaitwa Richi Mitindo. Alikuwa anamtembeza kule. Nikamuuliza baby, mbona picha zimekuwa nyingi na huyu jamaa? Akanambia huyu ni mdogo wangu tu, Harmonize. Be serious, siwezi kudate huyu. Sasa hivi ninavyokuambia ndo mpenzi wake, wanatoka wote. It means kwamba mapenzi yalianza siku nyingi. Sio kama unanielewa vizuri. Hatukuishia hapo. Wakati narudi kutoka Marekani, ilikuwa ni birthday yake. Nikamwambia baby, nataka nikufanyie surprise. Nikamtafuta dalali wa magari, nikanunua Crown new model kwa shilingi milioni 15, tena rangi ya nyeusi, ndo rangi ya gari yake anayoipenda sana. Nikaichukua nikaipeleka Selena pale, nikakodi room suite, tukaipamba vizuri. Mpaka leo picha ninazo kwenye simu yangu. Nikamwambia kwamba baby, mimi sitaweza kurudi. Nikamwita dada yangu Lamata, akampigia simu akamwambia kuna jamaa katoka Nigeria anataka kukupa dili la movie, so njoo Selena. Bidada akajiandaa, akaja Selena. Wakati anajua kabisa mimi niko Marekani. Alipofika Selena, akanikuta niko pale, surprise, nikamwambia birthday. Kiukweli akafurahi sana. Wakati tupo katika kusubiria saa 6 kamili ifike, nile nikamkabidhi gari maskini. Yule bisho wa China anapiga simu. Amemsave my love.
iliniumiza sana, ikabidi nichukue simu. Kwa mara ya kwanza sijawahi kushika simu ya mwanamke, kwa mara ya kwanza nilishika siku hiyo. Niliposhika ile simu kwa hasira, nikaangalia, nikakimbia, nikakuta chumba kingine tu kwenye kodo kipo wazi, nikaingia ndani. Nilipoingia ndani nikajifungia, nikapekua zile message, nikutana message nyingi sana. Yaani yule mwana wa China alikuwa na complain, hata tukiposti picha mimi na yeye anasema, nimekuona jana umeposti picha na kitoto chako. Kiukweli kuitwa kitoto mtu ambaye anajituma, anajikunja kidogo nacho nampa riziki, iliniumiza sana. Nikakuta message za yule mwana wa Burundi, naye ana complain kwamba baby, nimekumisi sana and we had a good time. Tangu ondoke nimekuwa mpweke, ishara zote za mapenzi. Msinielewe vibaya, sio vizuri kusema wanawake, lakini inaniumiza. Nimeamua kukaa kimya, lakini demo anavyozidi kufanya interviews kila siku inaniuma. Hiyo yote nilisamehe, haikutufanya tuachane. Kilichotufanya tuachane, na imani hata mwenyewe ajui kama mimi najua. Ilikuwa ni mwezi wa kwanza, tulikuwa na party nyumbani kwa kakaangu, bosi wangu wa zamani Diamond Platinum. Tukawa tuna party bila haya, bila aibu, bila dhuluma. Akawa anamtaka Diamond kimapenzi. Speaking from my heart, sijawahi kusema popote pale, leo ndo nasema ili ajue, na mwenyewe ajui kama mimi najua. Akawa anamwambia Diamond kwamba nitakuzalia mtoto wa kiume. Kipindi hicho Diamond ana mtoto mmoja tu ambaye ni Latifa, ambaye birthday yake ilikuwa ni jana, maskini ya Mungu. Akamwambia nitakuzalia mtoto wa kiume. Akanambia mimi hadhi yangu sio kutembea na Harmonize, nipo na Harmonize niweze kupata ukaribu tu na wewe. I love you so much. Nilipotoka Diamond akanipigia simu akanambia, bro, mdogo wangu njoo nyumbani ukiamka tu asubuhi. Hata Diamond mwenyewe alishindwa kuniambia live, ikabidi anywe pombe ndo aweze kuniambia kwamba mwanamke wako ananitaka kimapenzi. Sijawahi kumwambia na nilipanga nisimwambie, lakini siku hadi siku anasema vingi. Unajua unavyosema, unavyomuita mwanamke wangu mimi ni sponsor ambaye nampenda, kikweli kibinadamu inaumiza. Ukimuita Sara sponsor, mtu mwenye mapenzi na mimi nampenda, kikweli kama binadamu inaniumiza. Sijazoea kusema, na ndio maana sijai kufanya interview popote kuzungumzia kuhusu hayo mahusiano. Lakini trust me, speaking from my heart, inaniumiza kumuita mpenzi wangu sponsor ambaye punde si punde tunatarajia kuwa na mtoto, kwa sababu Sara ni mjamzito sasa hivi. Nimalize niseme samahani kama kuna mtu nimemkwaza, lakini hizi ni hisia zangu, na kama mtoto wa kiume nimejisikia vibaya. Mjini kipenzi, sira ni shilingi baby. Wazuri ni wengi ila uongo mwingi baby. Wakishavyona vya ndani, ndo maana ukichelewa dukani mieka moyo kananidunaga. Nawaza asije magijirani akakuonga kilo ya unga.